Basi majina naitwa Reverend Charles Mosomi Saboke ama Charles Moses Saboke. Mimi ni mhubiri katika kanisa la Anointed Faith Mission Church katika mji wetu wa Kisii. Nashukuru sana kwa sababu ya neema ile Mungu ametupatia na kibali kikubwa kwa sababu ya kuwa na uhai na kumtumainia Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu katika maisha yetu. Neno la Mungu linasema kwamba wanaomtumainia Bwana watakuwa kama mlima Sayuni ambao utatingizika sana. Na najua kwamba kuna hii mambo ya ugonjwa wa corona ambayo imeleta wasiwasi ulimwenguni kote. Maoni yangu kama mchungaji, kulingana na maandiko, corona ni ugonjwa imekuja kwa sababu ya watu wamefanya dhambi. Na kama watu wamefanya dhambi, sisi kama wachungaji, Mungu anasema watu wangu ambao wanaitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, nitashuka chini, nitaponya nchi. Ugonjwa huu umeua watu na unaendelea kuua watu. Mimi kitu ambacho ningesema kama mchungaji, sheria imewekwa, watu wanawe mikono, na tunafundisha watu wanawe mikono, wafae mask na wakae distance ya 1 meter. Lakini zaidi ya hapo, mimi natembea kila siku, sioni hiyo sheria ikifanya kazi. Nimetembea kwa masoko, naona hiyo sheria ni ngumu sana. Mimi kila siku nakuwa town, ninaona hiyo sheria ni ngumu kwa sababu distance ndio naona ngumu. Ijapokuwa mask naona kama watu wameanza kusikia, lakini mambo ya distance ndio sijaona kama inatiliwa maanane sana hata katika mji wetu huu. Jambo lingine ambalo ningesema kwamba serikali ilifunga makanisa na tulisikia. Lakini nashukuru kwamba tulipata ripoti kwamba tuweze kuhubiri online na tuwe na watu wasipite zaidi ya watu 15. Na mimi naomba tu, kwa sababu mahali serikali inatutazama na watu wanatazama ulimwenguni, kwamba nimeshuhudia mimi mwenyewe mahali watu wanafanya mikutano. Niliona deputy governor wa Kiambu akiabishwa na watu wengi sana. Nimeona wazee wazee kutoka KU wakitoa matambiko, walikuwa wazee wengi sana, na ilikuwa ni gathering na wakawekwa media. Kwa hivyo sheria ya mambo ya kanisa ya ati kwamba watu ni 15 lazima wafuate kabisa wawe 15, ningeomba kwamba wangeturuhusu tufanye ibada ya watu 15 na watu wawe 1 meter, watu wafae mask, watu wafanye wanawe mikono. Kama tunaweza, kama kuna kanisa ina watu zaidi ya 100, ifanye mpango kutoka asubuhi watu 15 wakienda, 15 wakienda, ili watu wengi wasiende kuanguka. Kuna watu wengi hawaoni media. Mimi nina watu wale ambao hawana hata smartphone, nina watu hata wajui media ni nini, nina watu hata wajui nini inaitwa kuhubiri kutoka online. Kwa hivyo kuna watu wengi sana ambao tumefungia na ambao wako nyumbani na hatujui kama wataendelea vizuri na Mungu, kwa sababu hatupati nafasi hata kwenda kuwatembelea, kwa sababu sheria inasema tusitembeleane, na unaona mambo kama haya. So mimi nashukuru serikali kwa sababu ya kazi ambayo inaendelea kufanya, na pia sisi tulipoitwa na county na gavana wetu na pamoja na serikali yote, tuliweza kupewa mikakati na tuliweza kufundishwa jinsi ya kuwasaidia serikali kufundisha watu. Kama kanisa, kila siku wale ambao nakutana nao huwa nawaambia, nikikutana na mtu namuuliza wapi maski yako, kwa sababu sisi watu wa kanisa ndio tunataka kuwa mfano. Hatutaki kuwa kama watu wa nje wanaambiwa wataki kufanya.
Sisi ndio tunatakana kuwa watu wa kwanza kushika hii sheria na wengine wafuata. Sana sana watu ambao ni Wakristo. Unajua Wakristo, nakuta kwamba Wakristo ndio wagumu sana kushika mambo ambayo yamewekwa kama sheria. Na kama itakuwa ngumu, basi na hata mambo ya Mungu itakuwa ngumu. Pastor Bishop Isaboke, huwa ibada zako unazifanyaje na muda upi? Mimi nina ibada ya serikali ambao nimepewa. Na hiyo ndio ibada nafanya, na wakati tuliambiwa tufanye ibada hatukupewa matime. Hatukuambiwa ufanye kutoka saa hii na saa hii. Lakini mimi ufanya na mapema nimemaliza. By saa 4:30 nimemaliza. So hatuna matime ya kufanya na hatuna mipango sana. Unajua saa hii sasa kanisa haina mipango. Tunaweza sema mipango iko hii na hii na hii. Ila tu tunangojea serikali tufungulie, na wakati itatufungulia ndio tutakuwa na mikakati ya kufanya ibada zile ambazo tunatakana kufanya. Pastor Bishop Isaboke, kulingana na habari ambayo tumeipokea katika nyumba yetu ya habari huko, tumeambiwa kwamba kuna ibada unafanya asubuhi sana kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi, alafu unafanya ibada 2, na siku za wiki kutoka Jumatatu hadi Ijumaa unakuanga na ibada hapo katikati kwa siku za wiki. Unaweza ongelea juu ya hizo ibada? So mambo ya ibada kama asubuhi ni vile nakuambia kwamba asubuhi tunakuanga na maombi na ni siku ya Jumapili. Na lazima tukuje mapema kabisa kwa sababu ya maombi. Sio mambo ya ibada. Ibada ni ile mlikuja mkapata imeisha. So mambo mengine nawaambia kwamba mambo mengine haijakuwa laini mpaka siku serikali tuachia tuweze kufanya mikakati mingine mzuri ya mambo ya kanisa. Hivyo Bishop, kwa sasa uliambiwa kwamba ukue unafanya ibada na watu 15, lakini kwa sababu ya mambo mingi tumepata habari nyingi kutoka majirani hapa karibu, washirika wako wametuambia kwamba ibada za asubuhi kama leo ibada ya asubuhi ilikuwa na watu wanaozidi 30. Ongelea hilo chango. Mambo ya watu hatuwezi kuyafuata ndugu yangu. Mambo ya watu ni ya watu na mambo yangu ni mambo yangu. Kwa hivyo waje tuheshimu nyumba ya Mungu na waje tuheshimu yale ambayo tunapata kutoka kwa nyumba ya Mungu, sio kutoka kwa watu. Bishop, ninazo picha zinazoonyesha watu ambao walikuwa ibada asubuhi, na tuko na sauti za watu ambao ni waumini wako pia, ambao walituambia kwamba ibada wanaofia kwamba watu wenye wanakuja ibada ya asubuhi sana wanakuanga wengi sana, na huwa wafuati yale masharti ya serikali ya kukaa angalau mita moja kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine, pia huwa wanakaribiana kwa sana. Sasa hivyo hawafuati masharti. Lakini nikuulize, vile umeona hizo viti imepangwa, imekaribiana kweli? Wewe umeangalia hizo viti vile tiko hapo ndani, imekaribiana? Kwa sababu viti vyote tulitoa kanisani tukaweka kando. Tukaweka viti 15 ambao viko pale. So sijui mambo ambayo unasema ati watu wanakaribiana, hata we mwenyewe utaona viti tumeweka kule nyuma, na wale watu ambao wako tunaweka hapa ni watu wachache. So mambo yale ambao labda watu wamesema ama uko na picha, sasa wale wamekupatia picha na wale wamekupatia mambo hayo, wao ndio wanajua. Hivyo hizo picha ni za uongo? Mimi sijasema za uongo. Mwenye amekupatia information amejua vile amekupatia. Haya basi, mmepata hiyo habari. Umesema unakuanga na ibada na huwa unafuata masharti ya serikali. Huwa unasema uliambiwa na serikali kwamba huwa unafanya ibada na watu wasiozidi 15. Huyo ni Bishop Isaboke, Anointed. Tuambie kanisa tafadhali. Anointed Faith Mission Church. Anointed Faith Mission Church, Kisii Town, Darachambili. Asante sana.